Mwisho wa CR7 katika timu ya taifa. Katika ulimwengu wa soka kuna wachezaji wanaocheza mchezo huu, kuna wale wanaoandika historia upya kabisa. Cristiano dos Santos Aveiro ni mmoja wale waliobadili kabisa ramani ya soka la kisasa, lakini kama wasemavyo wahenga, kila chenye mwanzo kikosi mwisho. Safari ya kijana huyu kutoka mitaa ya umaskini ya Funchal Madeira imefika tamati yake ya kimataifa, safari iliyojaa jasho, damu, mafanikio makubwa na simanzi nzito. Ili kuelewa uchungu wa Cristiano Ronaldo lazima urudi nyuma. Huyu si Ronaldo aliyezaliwa katika kijiko cha dhahabu mdomoni. Ni kijana mdogo aliyekulia chini ya malezi ya baba aliyekuwa akikabiliwa na uraibu mkubwa wa pombe, lakini alikuwa na maono makubwa na upendo wa dhati kwa mwanae. Baba huyo aliona kitu ambacho dunia ilikuwa bado ikigundua, kipaji kisicho cha kawaida. Ronaldo alibeba ndoto za baba yake akazigeuza kuwa silaha. Kila tone la jasho uwanjani ilikuwa ni zawadi kwa kumbukumbu ya mzazi wake. Alikuwa kijana aliyepambana na kejeli, umaskini na upweke, akitafuta nafasi ya kuwapa tabasamu Ureno. Kuna wakati timu ya taifa ya Ureno ilikuwa ikitazamwa kama timu ya kawaida, lakini Ronaldo akaibeba mabegani mwake. Hata hivyo, adui mkubwa wa mwanamichezo yote si mpinzani aliyesimama mbele yake, bali ni muda. Wakati ukiwadia, kila kitu kinaisha. Katika usiku wa simanzi, safari ya Ronaldo imegonga ukuta mbele ya upepo wa soka. Ingawa mwisho wa safari yake katika timu ya taifa umegubikwa na huzuni, machozi ya Ronaldo si ishara ya kufeli, bali ni dhihirisho la mapenzi yake yaliyopitiliza kwenye mchezo huu. Amepigana vita vilivyo vyema, amemaliza mwendo, ameweka alama ambayo haitafutika kamwe. Wafalme wanakuja na kuondoka, lakini miungu ya soka huishi milele. Asante sana Cristiano Ronaldo kwa kila tabasamu, kila goli la sekunde ya mwisho, na kutufunza kuwa nidhamu na kazi ngumu zinaweza kumtoa mtoto maskini na kumketisha na wafalme. Zama zako zimeisha uwanjani, lakini hadithi yako itasimuliwa vizazi na vizazi. Mimi ni Paul Kanuti, kijana wa Storika.